Kama umekuwa makini, nina uhakika umesikia ya kwamba kuna watu wanasema 2027 hakuna uchaguzi. Ati kile kitakacho fanyika ni maoni yatakusanywa, na kutokana na hayo maoni ndipo tutaweza kupata ni nani ambaye atakuwa kiongozi wa nchi tukufu ya Kenya. Wamesema wanafanya hivyo ili kuzuia mshikamano wa nchi tukufu ya Kenya kubomoka. Lakini hii ni nchi yetu na inaongozwa na katiba ambayo inasema after every 5 years kukue na uchaguzi, na hii ndio silaha ambayo Mkenya kwa sasa ako nayo ya kuweza kutoa kiongozi yule ambaye hampendelei mamlakani kwa sababu zake yeye mwenyewe. Ikiwa kutakuwa na kuchukuliwa kwa maoni, swali nauliza, je, maoni haya yatachukuliwa kutoka kwa kila Mkenya, ama ni watu wachache watakaohongwa kwa pesa kupendekeza kiongozi? Hiyo swali hatujajibiwa. Na ikiwa kutakuwa na referendum, itafanywa mwaka gani? Na je, Wakenya watajitokeza kupiga kura ikizingatiwa vile siku hizi polisi na viongozi wanashikana mkono? Na je, kura zenyewe zitawakilisha yale maoni ambayo Wakenya watakuwa wakiyataka, ama tayari kura zimeshapigwa? Haya ni maswali mazito ambayo sisi kama Wakenya tunapaswa kujiuliza, kwa sababu hawa viongozi wameshaona wamefeli. Ndio mbwa wa viongozi wametumwa waanze kubweka kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Wakishasema ni kutupima akili. Kwa hivyo tukumbuke nchi yetu tukufu ya Kenya inaongozwa na sheria, na hakuna siku tumeshawahi kuchagua rais kwa kura ya maoni. Ikiwa damu itamwagika, waliotoa kauli hii wanafaa kuwa wamepelekwa ICC. Wengine ni advisors wa president na ni kama wanampotosha. Usipoonea huyu mtu 18, utajikuta umesema kitu ambacho yeye amekutuma uje useme, na atakuja kukuruka. Utarukwa
kipetero kiyesu, nchi tukufu tunayoipenda itakapotumbukia kwa shimo la moto kwa sababu ya mdomo wa mbwa zinazotumwa zibweke, utarukwa kipetero kiyesu. Utatumia pesa zako kuwahonga majaji, lakini haitawezekana. So, kabla ufungue kinywa kusema ya kwamba 2027 hakutakuwa na elections, jiulize, uko na uhakika wa kile unachokisema? Ni nani huyo ambaye angetaka mauaji ya watoto ambao hawana hatia yaendelee? Ni nani huyo angependa nguvu zinazotumiwa na polisi kupita kiasi kuangamiza wananchi watozo wa kodi ziendelee? Mmeshaona, mmeshindwa, mkaona siri ni kura ya maoni, na hilo pepo lenu ambalo mlisema liko Kenya, ambalo ndilo linakunywa damu ya watoto wetu tunaowapenda na kuwaenzi, likapate kushindwa na kutokomea katika lindi la giza. Tuonane, asanteni, subscribe, share, like and comment.